to bless his name. This morning, ninashukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi ili tuweze kushiriki neno la Bwana. Na ujumbe na jaribu kupatia heading ama naita nini masomi? Topic. Topic. Kichwa. Niko na mambo mengi nataka kushiriki na kujikumbushe kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Huwa ninasema mara kwa mara, kama ingekuwa wakati wa kitambo, wana wa Israeli, the days of old, hiyo tunasema Old Testament, tungekuwa tunakuja hapa na tunaanza kukariri amri 10 za Mungu ili tusisifuje. Haleluya. Na kwa sababu sasa we are in New Testament, we are reminding ourselves kila wakati tunajikumbusha ukuu wa Yesu na kazi ya Yesu katika msalaba, maana ndio imefanya tupatikane. Kwa sababu kama haingekuwa kazi ya msalaba, tungekuwa wapi ama tungekuwa tunafanya nini? Na ndio nilikumbuka asubuhi nikiomba hapa, nikakumbuka ya kwamba hiyo maombi ya kanisani sio ya nyumbani. Nikakumbuka ya kwamba Yesu tu ndio ambaye amefanya sisi tupatikane na tuwe wa ufalme. Na nikakumbuka ya kwamba kuna watu wametania Yesu sana, wanamuita kijana ya Maria. Hata wanasema watu wengi wanasema nampenda Mungu, lakini huyo unaita Yesu ni nani? And imagine in the new dispensation, kama sio Christ tunaweza kupatikana wapi? Hakuna. Kazi ya msalaba ya Yesu ndio tu inafanya ukuwe na mimi, because Christ now kuna mtu nimekuwa nikifundisha sana akiniambia habari ya huyo anaitwa prophet mkuu wa Mungu. Kila wakati anamtaja. Nafikiri ni kwa vile tunapitia pale na tunaona ile mjengo inajengwa hapo kwa sababu ya huyo ya huyo prophet mkuu. Namwambia, let me tell you, manabii yaani hao prophet na nini, hiyo vitu zote zenye zilikuwa zinatendeka wakati wa Old Testament ilikuwa inatuelekeza kwa Yesu. Na Yesu alipokuja, do we have another prophecy that Christ is coming? No. Prophecy is good kwa wale wanaoiamini. Nakumbuka siku moja kuna mtu aliniambia hapa, alionyeshwa kitu na akakosa kuniambia, hayupo hapa sasa. Akakosa kuniambia, nikamuuliza na kwa nini hukuniambia? Aliniambia kwamba alijua one of us ameenda hivyo na imekuwa hivyo. Na nikamuuliza kwa nini hukusema? Akasema nimesikia wewe haupendi prophecies. Sijui kama sasa hiyo tugeita prophecy ama tugeita ni sijui. But I want to say, sio kwamba mimi sipendi prophecy, lakini hata wale wanakuwa prophecies the day we are in, kama umewasikiliza na zingine watakupotosha. Because if utakuja uniambie okay, prophecy iko kwa sababu si Biblia inasema ya kwamba prophecy should be encouraging. Ni vitu tatu: encouraging, comforting na ile nyingine will it give us a warning or what. Na hizo vitu sasa ndio Paul aliambia Timothy ya kwamba neno la Mungu lina nini? Lina hizo. Neno ni nani? Si ni Kristo. So Kristo is only known. Wewe kuenda tu zile njia zote utaenda, but they will bring you to Christ if you love God na kama unataka kutembea na yeye na kumpenda. So sio kwamba sipendi prophecies, but when I hear somebody telling me ya kwamba Mungu amesema atakubariki, Mungu amesema atakuinua, surely do I need a prophecy to know that God will bless me?
When I believed in Christ, I became a casualty of blessings, if it is the right word. Ama nikahitimu. Sasa wakati nilimwamini Kristo, nikamfungulia moyo wangu, akaingia. Ninasema ya kwamba aliita Baba, akaita Roho. They made a dwelling in me. That is Revelation 3. Yeah. Yesu alipogonga mlango wa moyo wangu, na Baba akawa ananivuta, nikakubali Kristo. That is when Christ called. Sasa mtu ako na Mungu Baba, na ako na Mungu Mwana, na ako na Mungu Roho. Nini kinampungukia swali? Ni nini? Hakuna. Hata kama hizi dirisha zinaleta baridi, hakuna. Hatujapungukiwa. It's only somewhere. Hata kama tuko kwa fumbi na wengine wanakanyaga red carpet, ni mahali, ni kiwango kile wamefika, because it is from one glory to another glory. Sasa glory yetu ni ya fumbi, dirisha. Tukielekea hiyo ingine, tuweke hizi madirisha. Nilikuwa nasema huyo dada alikuwa ananiambia vile Mungu ni dada, ninapenda amejana nini. Alikuwa ananiambia Mungu ukimuomba, umwambie nipe pesa nifanye hii kwako, anakupeanga haraka sana. Nikamuuliza, na kwa nini mimi ninamwambia anipe niweke dirisha na atanipea? Nikamuuliza, sasa si unionyeshe niaje? Because I'm God. Kabla hatujaanza kugawanya hii madirisha, juu tumegawa yangu ilikuwa na baraka wakati tuligawanya ya mwisho. Namba 1 ni ya mapastors. Yuko. Na kwa nini jamaa sila? Haya. Mimi nilikuwa nimesema nina ukinipea hata sitaki kujua kama siko. Na bali hapa yuko namba 4. Number 4. Basi hapo itoka. Akubwa. Sipa ya. Bali hapo. Hapo. Sasa number 3 mimi na mzee wangu. Number 3. You get it. So sasa ani kila mtu iko na yake. Hapo namba 3. Yes. If we have, kuna mwingine naye alikuwa ameniambia nitakuwa nikiweka kila wiki moja mbili. After 2 weeks anaweka moja, akienda job, anaenda job ya nje. Nikikuja after 2 weeks ninaweka hiyo nyingine. Sasa nilikuwa nauliza huyo mama, I've been telling God, kwa sababu tunapanga na wiki, si unipe hizo pesa nipe kwa mikono yangu. Na I will not mistake. Mungu akinipa tu nitajua ni za kuendeleza na za kuweka kwa. Lakini kama Mungu alipeana hizi vitu, na ndio sitaki zichezewe. Hizi nilimisi sana. Because my manager tells me nikiweka hii mashishio hapa ninasekanga sana. Na sitaki kuseka haraka kabla sija kutafutia nini na watoto wake. So mama kuna plani ya kuona vitu. Na tukataja hii kitu na ikakuja. Tulitaja tu. In fact tulitangulia hata kanisa letu kubwa kupata hii. We were the first. I think we were the first in Fountain of Life. Is it? Yes. Na Shetani akasikia vibaya. Ndio maana zikakaa. Ndio maana nitaomba Mike kwa jina la Yesu. Mike na kuongelesha. Take care of this machine. Please take care. Na tuiwashirie tu kwa mikono yake, ndio ikiharibika hata ndine alifikia wapi. I promise. Kuona tuko na hizi vitu na kutumii. Hata walitoka wale watu ndio naongoza walikuja hapa hatuna hii. Sasa watapata lini? Na hawakuona nini? Main church iko nayo. We have let it
it stay there. Let it be there. Mimi napenda nikisoma ninasoma hapo na ni nzuri sana because it is helping us as we are aging. It is good to age vizuri bila kusumbuka. Si ndio? Yes, na ile Biblia kubwa tutanunua kwa sababu ya wale hawataki streets. Ile kubwa inatoshana hii. Sinatoshana hapo. Hiyo tutanunua ya Kiswahili na ya Kikuyu na ya Kiingereza. This is the prophecy now. I'm prophesying. Amen. Amen. You don't put it in front of prophet. Yes. And it is good. We will do that. My dear friend. We will do that. Hatuwezi kuambia Mungu atupee. Mungu hawezi nipea kazi. Na you have that. I think this is what we were waiting for. That we are tunaweka sasa pesa za uzeeni. Pension. Unaona kama mchezo wewe. Si ni hatua. Yes, who could have kept pension for us? It's our age. Asante ati sasa ati pension. Hata wakitaka mtaweza. Maybe but sinaona mtakuja kuongeza sio kuanzia. Ni kuongeza. It is Mungu anafanyanga tu miujiza yake. Wewe muamini tu. I'm prophesying to you. Wewe unataka nikiongea, I'm prophesying to you and you are alive. Hadi tumelewa. Hallelujah. So I'm saying, when I was thinking of what we should learn together, first of all nikafikiria kuna kitu nimekuwa Mungu ameweka ndani yangu sana concerning kazi ya mtu kuishia motoni. Na Mungu akanipeleka tulipoona alisema akiwaambia Wakorintho kwamba kazi yetu itajaribiwa na nini? Na moto. Ukute hata hii kupanguza viti maiki. Ukute tu imepitia motoni. Ikipita sawa utaokoka kazi yako. Ikishomeka unajua unaweza kufanya kazi ya Mungu pia ukinunika tu. Na iwe itapitia kwa moto na iungue. Shomeke. But when I was thinking of this, Mungu akanipeleka ile huko Galatians. Mahali Paul aliongea kuhusu kazi za mwili. Lakini nikasikia bado ninang'ang'ana na Mungu kuniuliza sasa hii Jumapili ambao nitapewa risali moja. And I didn't know that I will get an hour because tumekuwa tukishelewa na nimeamua kuanzia leo. Hata leo sikuanza exactly. Nimesema hatuwezi songesha ibada zetu tena. Saa 4 wale wanajua saa 4 mimi ninakuanga kwa ofisi, ninakuanga nikimaliza mkutano. Nifuata hata ninakuanga nikikunywa chai nikimaliza mkutano. Saa 4. Na ndio ile saa tunaanzanga service yetu. So nikasema na moyo wangu hatutasongesha because tumekuja kwa tunaanza saa 5 ikisalia saa 5 hapo. Nikasema hapana. Saa 4 wacha sasa ikwame hapo. Kabla hatujaanza the first service because hizo masaa hapo nyuma ni ya first service na ile maombi niliona ni vizuri na nitaomba apostle akue akifanya hivyo. Nimeona ni vizuri awe akitutaja mbele za Mungu akituombea. Awe na wakati wa kila mmoja wetu akitaja boni, anataja familia, kulingana na vile Mungu atamsaidia. Anaongea na Mungu na Roho wa Bwana analeta haya. I remember one day we prayed here. Na tukaomba sijui au kuwepo siku hiyo. Mungu alitupea tukiwa na akina Tishana akina Sharifu. Tukaombea kila mtu kitu yake. Na ninakumbuka vile tulisema kuhusu kila mtu. Na ninangojea ikuje kutimia. It doesn't matter where they are and what they are doing. And where we are and what we are doing. It will come to pass. It will come to pass. Hiyo ndio prophecy. Na Biblia inasema ya kwamba prophet anajulikana ni wa kweli. Prophecy yake ikitimia. Mkweli. So mkiona Biblia zimekuja hapa kubwa hivi.
Useme ya mama Irene imetimia. Yes. Nitafanya juu chini. Nione imetimia. So I'm saying this. Nikaenda popote na nikaona hapana. Wacha leo tujiulize tukiwa katika huu mwili. Huyu Paulo alisema ya kwamba akaelezea matendo ya mwili, alafu akaelezea matendo ya roho. Na nataka tusomewe, and that is not my message today. But it is for us, Galatians 6. Tuone matendo ya mwili ili tuone kama kazi zetu. Ili tujue, we want to remind ourselves kama kazi zetu ni za kuchomeka ama ni za kufaulu kwa moto. Maana sitajaribiwa na moto. Walisema na profesi yao, mimi naona kama iko ya ukweli. Galatians 6, hiyo mahali iko hiyo wewe soma. Umeiona? Is it 6 or 5? Ni 5. Live by the Spirit. It is yours, it means ni 5. Ni 5 boni. Umepata? Fanya haraka ndio hii masaa yangu kwa at least ni communicate something that will help us. Imeenda sana. The acts of the sinful nature, that is verse 19 of chapter 5. Na tuanzie 16. Usome tutaelezea. Wewe usikie tu ndio ujipime kama kazi zetu ni za kuchomeka ama ni za nini. Hebu anzia na hiyo ya roho. 16. So I said Galatians 5:16. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Hallelujah. 17. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Mwili hutamani na wewe unashindana na roho. Be aware of that. Na roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. 18. Lakini zimepingana hata hamwezi kufanya tunavyotaka. Tuko pamoja? Twende. 18. Lakini mkiongozwa na roho. Lakini ukisikia mahali wanasema lakini ni kwa sababu kulikuwa na hiyo, alafu sasa tumekuja lakini mkiongozwa na roho. Lakini tukiongozwa na roho hamko chini ya sheria. Hatuko chini ya sheria. Tuko pamoja? Endelea. 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Wacha tusikie hii dhahiri. Ndio haya. Uasherati. Hiyo ni matendo ya mwili. Mara moja. Uasherati. Uchafu. Sasa ni uchafu gani? Do we have another? Kizungu inasema nini? Fornication. And uncleanness. Sasa hii ni ile ya kutokuosha vyombo ama nguo ama ndani. Nani atatuambia pastor? Wale wanasoma. Hiyo nini? Yako inasema namna gani apostle? Hiyo uchafu ni gani? Ni ya kutokufanyia hii nyumba ama ni gani? I want to know. Impurity. Oh, that's uchafu. Biblia hii imeita uchafu. Impurity. Yaani mtu impurity hiyo iko na mambo mengi hiyo. Uasherati, uchafu, ufisadi. Nasikia watu wakisema ati tusikizane na polisi kabla hatujaenda kotini. Ufisadi ni matendo ya na itafanya nini? Nasomeka. Ibada ya sanamu. Uchawi. Ibada ya sanamu ni gani? Nani atatuelezea kidogo? Worship of idols now. Unajua hiyo zamani kulikuwa na hiyo walikuwa wanasema high places. What is the worship of idols today? Nani atanieleza kwa haraka? Me, I am a teacher by profession and that's what you know. This church knows. Sasa ninauliza wanafunzi. Hiyo
sanamu hiyo, maana sio ile Baal na hiyo gigani. Our work. Idols. Worshiping idols. Which is this? Hata nani anaweza jua? Anaitaka nani? Dennis. Worshiping idols. Because these days, the last days, people are worshiping idols. Can I tell you what? Our phones can be idols. Our wives can be idols. Our husbands can be idols. Our girlfriends, our boyfriends. Our children. They can. If we do not take care, inaweza. Anything can be an idol. Do you know what we mean when we are saying an idol? Ni kitu ambacho you can do it instead of thinking, instead of worshiping God, instead of thinking, ni nini ninaweza fanya ili nimpendeze Mungu. Are we together? Yes. It can be an idol. Even eating, kukula. Yes. Yes. You can worship your stomach. Yes. We can worship our jobs. We can worship our works. We can worship our businesses. Anything can be an idol to us. Whatever we are interacting with, do you know whatever we give priority more than God? It's an idol. Hata usingizi inaweza kuwa idol. Yeah. Ukifikiria badala ya kujinini when juzi I think ilimwangukia pastor na ambao utawasha mambo mengi. Wacha tusikize neno tafadhali. I want wakati apostle alisoma Psalms chapter 1. Was it on Monday? Ni Monday uliambiwa upeane neno? Peana on Thursday. Monday ilikuwa Jambli. Ilikuwa Jambli. Yes. Thursday it was Jambli. It was on Monday. Aliposoma, nani alikumbuka alisoma? Nani alikumbuka? Wewe unakumbuka ulisoma? Hiyo siku ulipewa ya mwisho ya kusoma ndio tusikize. Chapter 1 verse 2. Hata wewe ukumbuka. Aliposoma hilo neno, it came to me in another revelation. Bwana kusoma hapo kwanza. Psalms 1. I want us to. Kuna kitu kilini-hit my heart. Mpaka nasikia. Ni kama sijaisikia hiyo neno. Na kama ninalipenda, na nikaona nimekaa siku nyingi bila kusoma. Psalms 1. Heri mtu yule. Blessed. Biblia za Kizungu zinatumia blessed. Sijui inasema nini? Blessed is the man. Kuna neno lingine linatumianga, wacha blessed. Kuna nyingine blessed inasema heri, afadhali. Hiyo blessed to be ended. Hivyo ndipo nini inasema Africa. To be ended. Nani? Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri wasio haki. Asiyekwenda katika shauri za wasio haki. These days we don't need to sit down with scornfuls. Even for Biblia ya Kiingereza inawaita wengine, nilisomaka hiyo mapema kitabu zamani. Heri mtu yule. Siku hizi unaketi na wao. I remember one day the dean was na wengine najua Pastor Chai. By that time he was a pastor. He was asking us, na kuna wakati tunauliza ni nani hawa tunakaribisha kwa nyumba yetu. Kwa runinga yako tu una switch on the TV. Unaendelea kukaa na watu. Wengine wanapigana wrestling. Wengine. Akina nani hawa umekaribisha? Whom are you
stay with it. Huwezi lipa ndege uende kwa hao watu, uende kwa uwanja. But you have them where you are. Uko na wao hapo. Huwezi leta kiwanja ya mpira kwako, lakini si unacheza. Ni akina nani unakaa na wao? How many minutes unakaa na wao? Ufunuo anasema endelea. Wala hakusimama katika njia za wakosaji. Wala hakusimama katika njia za wakosaji. Watu ambao hawamchi Mungu, wanakuelezea, wanakuonyesha vitu zao, na watakuonyesha zote, hawajali. Wengine hata wanakuonyesha uti yao. Si kweli? It is very shameful. What the people of God, and that is why jana nilisikia Mungu anakamtia moyo wangu. I remember. Ulisikia vile Bishop Makimei alisema vile watu na watu wa Mungu na mpaka watumishi. The devil is not a respecter of anyone. Yeah. Unakuta na shukrani na bread. Na magonjwa yote. And people has good, watu wamekubali. Mungu amekubali. Ni shukrani. Ndio. Nilisikia nikasikia, he is the only one who is remembered that we are the temples of the Holy Spirit, and we should say, ni nani wewe unaguza mlango yangu wewe? Kwani ukisikia mwisho Biblia inasema ya kwamba muulize. Biblia inasema kama huyo strong man akajua nyumba yake inakuja kuvunjwa, atalala. Hata kama hauna silaha, ujue kabisa wamesema wanakuja kuiba. Biblia inasema Yesu alisema huwezi lala. Ni kweli. Kwa sababu hata kama huna silaha, utapiga nini? Nduru. Kwa nini tunalala? Tumesikia kansa ndio huyo. Kwanza kansa ni nani? Akimekuja amepona. Unaweza kusema, walisema niende kemo, walisema niende nini? Tunasimama katika njia za wale, katika njia za wakosaji. Unajua Kikuyu inasema vizuri sana atendi. Unajua atendi ikiwaelezea mboni Kikuyu, hiyo Kikuyu ni mtu yule mwenye kama anasema mimi naweza kumuita mtu anakaania. Is that right? Yes. We are standing there. They are feeling, wanted to feel as our watu alishoatedi au. Endelea. Wala hakuketi barazani kwa wenye mizaha. Wala hakuketi barazani za wenye mizaha. Watu ambao wanasema vitu na sio za ukweli. And they cannot help us. There are so many. Wako kwa simu. Hata watu wameokoka wakikutana. Vitu wataongea. Sio vitu vinaweza kukusaidia. Why should you stay with them? Hata hao wenye wako kwa simu zetu. Kwa nini tunakaa na wao? Why are we giving them our time? Watu waambie wanene tu maneno yao tukisikiza. Tunasikiza. Na sijui ninaongea simu kwa nini. Mungu anisaidie. Asema kama mtu hawezi wameambiwa tuseme nini? Na ujue sijaenda kwa ujumbe wako. Alisema tuwezi kufanya nini? Bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo. I was looking for that. Sheria ya Bwana ndio. Shetani ameiba hamu ya neno la Mungu. Mpaka tunapenda tukisikia na wengine wanasema nini? Acha alisema nini? Na bila yako nini? Kazo sijui nini? That we are giving our intention.
do not count. They do not. They do not count. In fact, we have got nothing to do with them. Kama tunakaa na sheria za Bwana na tunazitafakari usiku na mchana, in fact tutawaona pale tuseme, wacha nishike kile nitaombea. But we will not start taking sides. And I have told God, me I took a side and I will never. Ninaambia Bwana, hapa ndio nataka nisikie sauti yako. Na kama kuna prophecies na prophesiers na whatever, let them prophesy to us that we need to hear God. Yes. Let them tell us the truth. Because the truth is, my husband, it is whether tutashikilia hii neno la Mungu na hii sheria ya Mungu. Na ndio nimeanza na kusema, if it were those days of Daniel and Joshua and David, wakikuja hapa waseme usiibe, usiue. What about us today? What are we meditating? What are we reminding ourselves when sitting down, when going around, when thinking? Marisa, twende hiyo ni ya dini. Nimewaambia na wasomea ile ya soma. Akafanya nini? Naye atakuwa kama mti uliopandwa. Huyo mtu ambaye amemeditate upon, and it is not hard to meditate upon the word of the Lord. It is not hard, my Lord. It is not hard. It is not hard. Ukishika hiyo neno nikuonyeshe wewe nimesomaka pia. Uishike, ujue mwani. Leo ninatafakari kuhusu this verse. There was a professor who died, na alikuwa mwalimu wetu wa Bible school. Na alituambia, mimi simu yangu mimi hakuwa nafanya kazi, lakini hiyo wakati alikuwa anatusomesha, maybe atapata kitu kidogo nini, na alikuwa na kanisa yenye sijui kama ingeweza kumuisha ama ni namna gani. But kwa sababu kanisa ni kama saa zingine hata hivi sasa, kama hii tukisema tutaisha huyu sasa huyu tuseme sasa ni hii yetu tutamlisha, mnaona tunaweza ndio hata kumfanyia tu hesabu zake hivyo. Ndio unaona wachungaji wametoka na sarakasi. Sasa kutafuta nini? Sinaona mitandao wakiapiana. Who will be next? Number 33 we are waiting for you. Number 40 we are waiting for you. Hawanatiana moyo. You at least weke kitu. Ni kweli. We have left our pastors to be telling us. Anatafuta kitu ya kusema. Yes, who is next? Who is next? Kifanyia na maji na chumvi. Tutawapea. Mimi nilipita hapo kwetu juzi akaniambia, mimi nilikuwa napenda. Huyo mwenye anahubiri hapo, aliona gari imepita hiyo ya kutangaza mahubiri. Akasema sasa huyo, siku moja nilikuwa driver. Wakakuja kwetu kununua mafuta mituki. Sasa mituki ya mafuta hii ya kupika ikanunuliwa kwa sababu anahesabu hiyo mituki 20. Alafu amenunua shuka, alafu ameiweka sticker. You will buy oil from Jetel. Now, where we get it? It is because hatukumeditate the word of God. Yesterday, jana, nikiwa nimeketi mahali nikajiuliza, do I do the right thing? Because we don't, what we need is the word of God. What we need is the word of God. It is the one to feed us. It is juu ya kujifanya. Kama tuko na neno la Bwana liko na kila kitu. And then I ask myself, when I'm thinking of calling 2 people or meeting 3 people in the nature of my job, nikajiuliza, am I able to meditate well the word of God? Huyo professor usifikirie nimesahau.
Huyo profesa alituambia yeye anahakikisha ya kwamba lile neno amelishika hiyo siku ndio litamlisha. Akilimeditate, analimeditate na linaenda na linasiki, anaanza kusikia simu kwa pesa yake. Na sio tena fanya kwa I was saying this morning, ukishika ile neno ulishika asubuhi, and then unashona kiatu. Si kiatu tu, wewe hata ukifunga macho utashona kiatu. Ni kweli? Lakini usijaribu. Unashona hiyo kiatu. Kuna ile neno ambalo unakula. Kikuyu inaitaka kudhamia, ile chewing the fat of a cow. Yaani ilikula nyasi, ulishona viatu, sasa unashona viatu physically. But in your heart, there is that one that you are feeding yourself. That is the meditation that we are talking about. And that's why I'm saying it is very serious. It is not a joke. We cannot be able to meditate upon the word of God and we have other things. Yeah. It is not possible. It is not. And that's why the Bible says, it is in the book of Hebrews. Ni ngumu sana kumpendeza Mungu bila nini? Bila imani. If it is not the word of God, ambapo tutashika. Kama tutakuwa tukishika neno la Bwana tukikuja hapa. Na by the way, hata sasa nikiuliza tulisoma nini Jumapili, inaweza kuwa kukumbuka. But if we capture a word and then walk and learn with it, vile aliambiwa andika na namba kubwa. Kila mtu akimbie naye. Kwani kukimbia ni wapi? Tunaenda kukimbia kama akina Kipchoge? No. Learning is doing what we know we do every day. There is no what are we learning when we are doing this job? What are we learning with? Are we learning with the word of God? And I am saying this. In order for us, tumemaliza hiyo, enda kwetu sasa kuja kwa nini? Nasikia hiyo kitu yangu. I don't know. Hiyo matendo ya Mungu tulifika wapi? Tulifika idolatry. Verse 20. Verse 20. Galatians 5. Ibada ya sanamu. Tumeenda hiyo yote kwa sababu ya ibada ya sanamu. Uchawi. Nasikia mtu anaomba tu kazi ya mwingine. Unamuonaga namna gani na mimi bebe? Unanichawi kwa nini bebe? Siwezi kutendea hivi. Nini nakukienda? Mtu na chawi. Midomo sio kwenda kukoroga ati uitake mtu hapo kama vile ile mtu alienda. Unajua Soka alienda kwa mama wakati alishindwa vita. Na alishindwa kwa sababu ya vitu zake mbaya. Mama akakoroga, aliita nani? Samuel. Sio kukoroga hivyo ati tuone Samuel na Samuel alimwambia kwa nini unanisumbua? Let my spirit relax. Kwani nini? Tunachawi wenzetu. Juzi hapa tulipoleta na mlituletea ingine nini bali ya mambo. Mtuletee hiyo lale ingine. Mhubiri alisema hapa ya kwamba the accuse of the brethren is our brethren. Mimi nishakaa nikasema sisi ndio maakusa. Sisi ndio maakusa nasema. Sasa huyu tunachawi na mawazo. Unawaza mtu mpaka unamwaza mpaka unamuona. Baba alikuwa nikwambia siku nyingine, ukiseketa mtu unamuonaga mfupa, maana unamkula bakbati. Nani? Uadui. Hata nicho mtu ile kwanza wa Kikuyu. Nyumbani tu. Sasa nini ndio mtu yangu? Kwa nini unasema kwa nini? Labda unasema kama sisi. Ati hiyo namchukia. Chukia sana.
Nasema hivi. Kwa hiyo unijua lugha yenu, hebu niambie lugha yenu. Michael. Miko. Mnasema nini? Kusu. I hate that person. In your language. You know, na Kiluya. Hapo mmeniweka hii. I have had several people. Na Mungu anisaidie sana. Mungu akisema mimi huyo, I hate him. Kwanza politician siku hizi. Sikia mtu anasema huyo sitakaji kusikia akiongea. Na hate fulani, hata kanisani mtu anasema huyo hata ataongelesha nani. Mimi ikifika mahali Mungu aniongelesha kwa sababu mimi ni ngumu mkazi. Si ni kweli. Mimi ni ngumu nikose kuongelesha hata kama unanihate. Nitakuongelesha vizuri sana. Kabisa. Tena unaona ni kama ninakutania. Sababu nashika sasa kwa nini ananiongelesha na anajua sana. Sasa nikisema ninakuhate. Sasa hate na mimi sisemi kama yule Farisayo. Hata mimi nasikianga gumu sana mtu akimtendea mambo. Nasikia kama mtu akipiga sana. Nasema sababu sitaki pressure. Wacha nimuongeleshe tu aone akiweza za kuongeleshana. Na unaweza zuia. Ukiona kitu kitafanya mkozani na mtu. Just make sure umeiepuka na uende bad utoroke na miguu. Wacha kusema mimi na hate huyo. Imagine kuna watu na nilikuwa nasikia pastor akisema. Nilikuwa nasikia bishop akisema. Bishop kwa hiyo kanisa. Sababu sasa ndio kubwa kuliko sisi hapa. Si wanatafuta hiyo? Sasa hatred ni nyingi sana katikati ya watu wa Mungu. Because I was thinking whether we would have been reading this, what love is and what it is not. Are we together? Na usiniambie nikimaliza namaliza. Yaani anasema ninakaa na ameangalia kaunti 25. Si sasa 5 imeisha. Same this. Hiyo kitu ya hatred hiyo ni nyingi sana. Na kwa nini nilikuwa nataka tusome hiyo kujifundisha what is love? What love is and what it is not. Hiyo tutasoma siku nyingine. Mmenipatia mahali kingine ya kusomesha? In the program. Okay, make sure you give me. Tutasoma hiyo. What love is and what it is not. Kwa sababu hapa ndio tunaenda. Kwa nini kama tutaacha hiyo? Discord inaitwa nini na Kiswahili? It is after hatred. Ugomvi. Na vile nasema wale the brothers that brings discord among others. Wewe mtu akikuja kwambia huyu ni huyu mrudisha na sio nyinyi pia. Kwani nyinyi mnafanya hivi? Haya. Discord. Na hiyo ingine ni wivu. Ni nyingi inafanya tukose kupendeza Mungu. Kwa sababu badala ya kuambia Mungu, haya, kama unaongea hiyo kasuti, siacha nini unipea. Unaenda kukombe. Si unaona yule Farisayo alikuwa kuomba. Kimani aliongea kuhusu hiyo mtu akasema, "Hai, na kwani tunakuanga hivi?" Nikajiuliza kwani hata mimi nakuanga hivi. Ati alienda kuambia Mungu, mimi unajua sio kama yule, mimi natoa kata hivi. Mimi kama sisi sasa tunaweza sema sisi tunakunyaka kanisa mapema na wale wengine ama ngoja lakini sasa wote mtu unafili hiyo poa. Unajua kuona mtu mwingine akiwa bora kuliko hiyo kitu imeshida wa Kristo and it is a commandment. Give up not go. Maana ukiona yule mtu mwingine mzuri kuliko itakuwa poa. Na ilikuwa tena hii Yesu alisema manabii na masheria na nini zimeishia hapa. Usifanye mtu kile utaki kufanyia. Ni kweli. Tuko pamoja? Wani tuwashane na hii. Enda katika kitabu cha Luke. This is where my message would have been.
Na kisho changu nilikuwa nimesema the lost son, are we found? Hiyo ndio kisho changu. Are we found? Are we lost? Are we found? Are we lost? Tusomee the book of Luke 15. Hiyo dakika zipo. I do the niseme hiyo ujumbe tu ya 15 verse 16 nasema soma kwa hiyo Luke 15:16. Luke 15:16. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu. Ngoja nianza hapo kidogo. 15 verse 11. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. 16. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Hapana mtu aliyempa kitu. When I was asking ourselves, are we lost when we are in, or are we lost when we have God? Kwa nini niliita ujumbe? Wewe ukisikia utasoma ni sawa. Tunahubiri na wewe, Bwana akubariki sana. Tunapokumbuka the prodigal son. Prodigal son, nilitakulia some ili ukumbuke. Si umekumbuka vile ilikuwa? Yeye alienda, alisema akawie vitu zake. Ningewaambia kwa nini alisema hivyo. It is biblical, it is in the book of Deuteronomy. Mtu kulikuwa na sheria, na hiyo kitu etezeida baba angekubali, na kama angekataa angekula. But I'm saying this, are we lost when we are in, or are we lost when we are out? Kwa sababu hatukusoma hapo chini. Huyu kijana alisema akawiwe mali yake, na akagawiwa na akaenda. Na alipoenda akaitumia vile alitumia, na hakutumia vizuri, kwa hivyo akawa tena amerudi kwa shida kwa sababu hakutumia vizuri. The Bible says in the book of Luke, here 2 verses 17, when he came back to his senses, alipojirudia yeye mwenyewe, ndio aliuliza, ni slaves wangapi wako kwa baba yako wanakula na wanakunywa? When he came back to his senses, lakini hatujaambiwa ya kwamba huyu wa pili, huyo alipotea, alienda na vitu zake akaziharibu huko nje. Huyu wa pili, huyu wa kwanza aliporudi to his senses, akakuja nyumbani. Baba akasema, mimi nitaenda niambie baba yangu nimekukosea. Na ni kwa nini alirudi to his senses? Tubo pamoja. Tubo ndio inafanya kufanya mambo mengi mabaya. Kwa sababu si alikuwa amekula vitu zake. Ndio tunasema kula. Si ni tubo. Akarudi akaanza, na hii tubo ni mbaya sana. Hii tubo ilikula vitu vizuri na vitu nyingi. Ndio tena ilirudi. Biblia inasema alitamani ajishibishe na chakula cha nguruwe. But when he came to his senses, aliamua ya kwamba nitaenda niambie baba, nasema haraka. Nitaenda niambie baba nimekosa juu mbinguni na kwako wewe mwenyewe nisamehe. Ili akue akikula tena kama wale
of the slaves. Biblia inasema hivi jambo. Ati aliona akule tu kama ni chakula tu, hapa yote ni chakula. Na ujue ni chakula. Naye huyu mkubwa, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na huko kwa fields. Alikuwa analima na baba anaajiri zile siweki. I don't know why. Ati alipokaribia nyumbani akitoka huko kwenye alikuwa, Biblia inasema ya kwamba alisikia sherehe, alisikia music, celebration. Akaita mmoja, akamsema what is happening? Akaambiwa your brother has come. Hapo tu akakasirika, akajazia baba yake, akajazia ndugu yake, akakasirika. Baba akamuuliza, mimi nimeishi na wewe hapa na hujawahi kuchichia hata kanini kadama kadogo nisherekea na marafiki zangu. Baba akamwambia hivi vitu yote ni yako, lakini huyu brother yako ni kama alikuwa amefufuka because the father didn't know where the son went. I'm saying this. Huyu alipotea akaenda na huko akawa ameondoka katika uwepo wa baba yake. Hayuko nyumbani tena. Naye huyu mwenye ameacha nyumbani amepotea akiwa kwa baba. Wewe imagine alikuwa wapi? Kukuje baba akuje aitishe limu, aitishe hiyo kanjo nzuri, inaitwa nini hiyo nzuri? Sio kanjo. Hiyo aitishe avalishe kijana wakule. Kwani waliipa kabla hawajakula? Hakuna mtu wako na jana anaweza pelekesha muziki. Alikuwa wapi? Amepotea akiwa nyumbani. Huyu mwingine amepotea, ametoroka akaenda. Tumepotea tukiwa wapi? Bado katika nyumba ya Bwana. Because wale ambao hawajaokoka wako na hasara wakiwa nje ya Bwana. Na wale tumeokoka na sisi tumekuja kupotea tukiwa kwa nyumba ya Bwana. Hapana. We are not enjoying the benefit of salvation. Sisi kwetu tukifanya msilale, basi usilale. Wewe mimi nikumaliza nasema hivi. Tumepotea tukiwa ndani au tumepotea tukiwa nje? Can we try and find ourselves? Na hiyo tumeona ni maneno ya tu. Tunatafutia tu kwetu, tunasema kalima manda kutoka utajiri ni ile tumbo imebakisha. Ukule ikibaki ni utajiri. I'm saying this. Where are we? Are we lost when we are still in the kingdom? Tukue nilikuwa nasema kwetu tunasemanga tukikwambia kisiwa nilikuuzia we tell you the benefit. We give you the benefit of being in our company, of selling with us. The benefit. Now we have the benefit of this kingdom. Hii na moja ni amani. Na kama mimi hebu tujitafute katika amani kwanza. I will come and teach you have to teach the fruit of the spirit. Moja ni amani. Ukisikia hauna amani katika maisha yako, ile amani inachukuliwa na zile biashara mnafanya, ile inachukuliwa na ile kazi mnafanya. Unajua si hata wahubiri wanakosa amani. Na ni kuhubiri, kwani tunahubiri ni neno la Mungu. Na unasikia sasa kwa sababu bla amani imekosa. Pressure ameenda juu. My friends, where are we? Are we lost in or are we lost? Are we together? We are trying to be that. Let's stand. I want to thank God because siwezi jenda zaidi ya masaa. I can't. Hata kuanza kusinzia. Uko
I have 6 minutes. Na sitaki kusema kitu, lakini nataka tujitafute. Hiyo ujumbe wangu, hiyo kitu Mungu alikuwa ameweka ndani ya moyo wangu. Are we lost in? Kama natumia Kiingereza mzuri. Or are we lost in? Are we lost in? Tukiwa ndani na tukiwa nje. It's a mystery. It's a mystery. But I want to thank God. Hata kama sijaenda sana, ninashukuru Mungu kwa mahali tumefika. Na kama kuna kitu umeshika, kama umeshikia ndani ama umeshikia nje, shikilia mzuri. Shikilia mzuri. Tuko pamoja? Are we together? Yeah. Let's find ourselves. Oh, Na nimesema let's find ourselves. Tujitafute. Especially sisi wa amazing. Sisi mabaki. Wacheni tujitafute. Tukisha jitafuta, and I think in this war nita campaign sana tukue. Mwanzo tutajitafuta hapa kwa mtandao. Naona hiyo wall yetu. Tujitafute sana hapa. Na ndamasi mchungaji na tutaendelea kumuombea akuwe akituwekea ujumbe wa kutia moyo hapo kwa hiyo nini. Ili tuache kusahau, tujitafute. Tujue kama tumepotea na huko ama tumepotea tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Are we together? Yes. So that hapa kwa wall nataka at least we get ourselves. Tujue ya kwamba hatuko kwa ufalme wa Mungu tu kukua, but we are there and we are the beneficiaries. The beneficiaries. Kuna mtu alijaribu na sitaki kukula dakika yenyewe hata moja. Kuna mtu aliletwa kwa mtandao yetu akisema when the next that the law of Kenya haijasema ati wewe ambao unaitwa next of kin wa mtu una nini ya kumrithi, inaitwa nini ya kumrithi, inaitwa nini, hauna right ya kumrithi huyo unaandika next of kin. Hata nilishangaa sana, lakini akasema in the insurance company that beneficiary, na nikajua ndio kwetu hatumuiti next of kin, tunamuita beneficiary. The beneficiary, akasema it is only in the insurance company that we have a beneficiary ambaye anaweza kukulipa, because huyo beneficiary ni yeye tu insurance inaweza kupatia hiyo pesa yako, hiyo policy yako ndio anaweza nini. So I'm saying this, the benefits of this kingdom, are we together? The benefits of this kingdom, sisi ndio warithi, because the Bible says ya kwamba sisi tumekuwa warithi pamoja na Ibrahim. Are we together? Joseph, unanisikia? Yes. Sisi ni warithi, wale tumeokoka. Ibrahim aliambiwa ya kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi. We are in. So now I'm asking, can we try and tusanye sasa tukiwa sisi hivyo tuko, kabla hatujaletewa mwingine mwenye atuelewe? Can we be the beneficiary of the kingdom as the amazing celebration family? Can we be able to search ourselves? Yeah. Kuna mtu amenishika hata kidogo Nakupata. That's my cry. Tusikue tu kwa tusiipe tu wipo yenye rulia wako hiyo. Watu walisema wameokoka, mpaka wameokoka mjui maana uone. Can we be the beneficiary? Because when it comes to be a beneficiary, to live from this father, my friends, it's not a joke. It's not a joke. Can we enjoy the goodness of salvation? Kikapi ya nini? Ya ufalme. Tunaweza kula kitu hapo. Can we? Can we? yes. Can we? Yes. Pray for us. Give all the glory to Jesus. I pray for you. Oh.
pray for us. Thank you. Let's put our hands together for our mama. Thank you. Have a gift. Anyway, the mystery was so powerful. We find ourselves tujitafute tukiwa ndani, wale wako nje tuingie ndani. Ni kweli? Ni kweli. Na tukiwa ndani tumepotea kama the second, kama huyu the first book alikuwa amepotelea ndani na katikati ya maji. So kile tutafanya ni kuambia Bwana tupe hekima, tupe maarifa na utupe ujuzi. Kwa dakika moja mwambie Bwana, nipe ujuzi katika ufalme wako. Mwambie tu, nipe ujuzi Bwana. Give me wisdom.